Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni watu wa elimu ya tiba. Leo nimekuleteni somo hili zuri sana kutokana na faida. Kuna watu huwa wanalalamika sana na kuna watu huwa wanakuja kuniomba, Sheikh, basi tunafanya biashara, tunajaribu kujikwamua kiuchumi lakini biashara haziendi na kadhalika na kadhalika. Hebu tueleze dawa ambazo kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu bila kutumia majini wala wachawi, tuelezee dawa ambazo tukichanganya kwa idhini yake Allah zitatufungulia milango yetu ya riziki kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nimekuja kuwajibu hapa kuelezea dawa hii ni mchanganyiko wa dawa saba. Mchanganyiko wa dawa saba. Kwa mtu yoyote yule mwenye kufanya biashara au mtu yoyote yule ambaye hayaendi, basi tumieni mchanganyiko wa dawa hizi na insha Allah wakati wa kutia nia mwelekeo Mwenyezi Mungu, insha Allah majambo yako yatakaa sawa, biashara zako zitakaa sawa. Endapo kama mtu anajihisi anafanya biashara zake, mara ya kwanza biashara zikawa zinaenda, baada ya muda biashara haziendi, basi nimekuja kuelekeza ni dawa hizi saba, msitafute, msitumie. Na dawa hizi za biashara zipo nyingi sana, lakini nimeamua kuchagueni dawa hizi saba msitumie, na insha Allah mwelekeni Mwenyezi Mungu atakusaidieni. Awali yote ni kuomba tu kama bado hujasubscribe usahau subscribe. Kumbuka hapa hatukutozi hela, kumbuka hapa tumekuja kuelezea dawa tu. Tunakuelekeza dawa tu, ukanunue mwenyewe au kuchuma mwenyewe, utumie mwenyewe, lakini wakutumia muombe Mwenyezi Mungu kwa sababu hii miti yote hii aliyeumba na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu atakusaidia. Hii dawa ni kama sababu tu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye atakayekusaidia. Sawa? Sio kama wengine ambao wanaamini katika mashaitani, kama bibi nisaidie, kibibi nisaidie, shetani nisaidie. Hasa sisi tupo huko. Tunatumia hii miti kumuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba, na Mwenyezi Mungu katika hii miti kuna vitu kaviweka. Sawa? Katika hii miti kuna ponyo, katika hii miti kuna tiba. Hasa hizi tiba tuzozipata mpaka kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa inaelekeza hivi mzitumie na insha Allah mtakuja kukaa sawa. Mtu wa kwanza, kwa mtu ambaye anajihisi biashara zake ziendi, kile anachokifanya kazi, anatafuta kazi sehemu hapati na kadhalika. Jambo la kwanza, tafuta mti wa mwinula. Mti wa mwinula kwa wengi wamezoea kwa jina la kivumbasi. Kivumbasi ni mti mdogo mdogo tu ambao unaota chini. Ni mmea ambao ni mzuri sana, una harufu kali sana. Sawa, tafuta mti wa kivumbasi, chuma majani yake, dawa hiyo. La hasha ufahamu, nenda duka dawa siri, mwambie nipatie mwinula au nipatie kivumbasi. Hiyo ni dawa ya kwanza. Dawa ya pili, mwambie nipatie mfunguo. Mfunguo ni ya kijani. Sawa? Nenda duka dawa siri, mwambie nipatie mfunguo, ndio dawa ya pili. Dawa ya tatu, mwambie akupatie mfungua njia. Kuna mfunguo, afu kuna mfungua njia. Mfungua njia huo katika asili ya rangi kama nyekundu hivi, lakini mfunguo ni ya kijani. Sawa? Ndapokuwa umeshapatia mfungua njia, dawa ya nne mwambie akupatie mwita. Tumesema dawa ya kwanza kivumbasi, dawa ya pili mfunguo, dawa ya tatu mfungua njia, dawa nne ni mwita. Kwa hiyo inakuwa dawa nne ambazo zinakuwa ni mwita. Dawa ya tano mwambie akupatie dawa julikana kwa jina la kisaka uchawi. Hiyo ni dawa ya tano, kisaka uchawi. Na dawa ya sita mwambie akupatie dawa ya mlipo, ndio dawa ya sita. Lakini dawa ya saba na ya mwisho ambayo napenda sana, mwambie akupatie dawa ya abatinuksi. Abatinuksi ni nyeupe, upe wake na shabihiana na ngano, hata ulaini wake. Mwambie akupatie abatinuksi. Kwa dawa zilizoelezea hapo zipo saba. Dawa ya kwanza nimesema ya kwamba akupatie mfunguo. Dawa ya pili nikasema akupatie mfungua njia. Dawa ya tatu nikasema akupatie kivumbasi. Dawa ya nne nikasema akupatie mwita. Dawa ya tano nikasema akupatie mlipo. Dawa ya sita nikasema akupatie abatinuksi. Na dawa ya saba ambayo nimeitaja hapo, nilitaja dawa ambayo nimekwambia mwambie akupatie kisaka uchawi. Ni dawa saba hizo, kisaka uchawi, kwenda kwa saba. Utakapokuwa umeshapata hizo dawa saba, cha kufanya ni kitu kimoja tu. Chukua hizo dawa, rejea nazo nyumbani, zitie zote katika chombo kimoja, kisha zichanganye. Koroga mchanganyiko wake uchanganyike uwe ni mchanganyiko mmoja. Itapokuwa shakuwa mchanganyiko mmoja, hiyo inakuwa ni dawa hiyo moja. Sasa tumia hii dawa katika hali design hii.
tumia hiyo dawa kuogea kila siku kwa muda wa siku 21. Utakuwa asubuhi kabla jua lijachomoza, tumia kuoga hiyo dawa, na usiku kabla hujalala tumia kuoga hiyo dawa. Sawa? Kwa wale ambao wanafanya biashara, afu biashara ziendi, basi tumia kifika ofisini kwako pia, chukua kichetezo, choma katika biashara yako. Lakini wakati tunachoma, mnuize Mwenyezi Mungu. Tia nia kama hivi: Mwenyezi Mungu, nakuomba natumia dawa hizi, hakika wewe ndio ulizoumba hizi dawa, wewe ndio uliumba hii miti. Mwenyezi Mungu, biashara zangu haziendi, najaribu kutafuta riziki ya halal lakini biashara haziendi. Sijui kitu gani kinachofanya biashara zangu zisiende, ila nakuomba Mwenyezi Mungu nifungulie biashara zangu hizi dawa kama sababu, lakini Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mwenye kutibu, wewe ndiye mwenye kuponesha, na wewe ndiye mwenye kutoa riziki. Mwenyezi Mungu, nakuomba kama kuna mtu alifanya kitu kibaya hapa, au kilifika kitu kibaya hapa, au kilichimbiwa kitu kibaya hapa, au kuna mtu alifanya hasadi katika mwili wangu, akafanya uchawi katika mwili wangu au katika biashara zangu, na kwa Mwenyezi Mungu nifungulie, na kwa Mwenyezi Mungu vifungue vifungo, na kwa Mwenyezi Mungu pia utie baraka katika biashara yangu, ili nipate riziki yangu ya halali ile kwa nyingi, ile kwa nzuri. Baada hapo tutakuwa nachoma, lakini baada hapo anza kutumia kwenye kuoga, tutakuwa nadumbukiza dawa katika maji, utakuwa na kuoga. Kwa mtu ambaye anataka kuchoma, asitakuwa na nuiza afu ndo anachoma. Maana mengine kunuiza za kuongezea kunuiza, atakuwa na nuiza anachoma. Tumia kuchoma kwa muda siku 21 mfululizo, na tumia kuoga kwa muda siku 21 mfululizo. Kama umetumia baada ya siku 7 imeisha, kaongeza dawa zingine, endelea siku 8 kutumia. Ikiisha kaongeza nyingine, endelea mpaka itakufikia siku 21. Ifanya hivyo insha Allah, Mwenyezi Mungu atakusaidia biidhnillah taala. Nikuombe tu kama hujasubscribe, usahau kusubscribe. Kumbuka tupo hapa tunaelekezana elimu ya tiba ya mitishamba na dawa za asili, lakini kumbuka ya kwamba share video zetu hizi, comment kama kuna swali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.